haya ya chango la uzazi au secondary dysmenorrhea inaweza ikampata mwanamke wa umri wowote, kuanzia yule ambaye ameshaanza kuingia hedhi, yaani umri wowote kuanzia miaka 10, 12, 10 na ngapi na kuendelea, hadi yule ambaye anaenda kuishia kukoma hedhi. Hilo ni vivimbe vidogo vidogo ambavyo vinakuwa katika ovaries. Sasa hizi vivimbe kwa mwanamke ambaye tayari yuko na hizi vimbe ambazo kwa kifupi huwa inafupishwa kwa kuandikwa PCOS, yani Polycystic Ovary Syndrome. Mwanamke anayekuwa na hizi vimbe anakuwa anapatwa na maumivu makali sana ya tumbo. Nikisema makali sana, uelewe ni makali kiasi cha kutokuvumilika, yaani hawezi akavumilia kutokumeza dawa, yaani ni maumivu ambayo anashindwa kabisa kufanya shughuli nyingine yoyote. Lakini kisababishi kingine huwa ni vimbe za kawaida, vimbe ambazo sio polycystic. Hizi zinakuwa ni vimbe kama fibroids zile au. Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji, karibu katika channel yetu. Leo tutaenda kuangalia juu ya chango la uzazi. Kumekuwa na kesi nyingi sana, watu wakilalamika kuhusiana na tumbo la chango la uzazi au maumivu ya tumbo ambayo huwa wanaita chango la uzazi. Sasa katika somo hili la leo tutaenda kuangalia hii kinachosemekana chango la uzazi ni kitu gani hasa. Je, kuna ugonjwa fulani ambao unaitwa chango la uzazi au ni nini kinasababisha chango la uzazi? Lakini pia tutaangalia dalili za chango la uzazi ni zipi, na mwisho kabisa tutapata kujibu hiki kinachoitwa chango la uzazi, je, kina tiba? Yaani ziko dawa kwa ajili ya kutibu chango la uzazi? Sasa kama ni mara yako ya kwanza unakutana na video zetu, na kuomba tupate kusubscribe katika channel yetu, lakini pia usiache kubonyeza alama ya kengele, na kwa wewe ambaye tayari ni mwanafamilia, basi kuomba uweze kushare video hii kwa watu wengine ili nao waweze kupata elimu hii muhimu kabisa. Moja kwa moja tuanze na uhusiano wa maumivu ambayo yanaitwa chango la uzazi na maisha ya mwanamke. Kwa nini hiki kinachoitwa chango la uzazi ni kesi ambayo inawapata wanawake tu? Sasa chango la uzazi kitaalamu inaitwa secondary dysmenorrhea, maumivu makali ya tumbo, na hasa inaweza ikawa ni wakati wa period au wakati mwingine, lakini ni maumivu makali ya tumbo ambayo yanapata mwanamke, na mara nyingi maumivu haya huwa yanakuwa ni makali kiasi cha kutokuvumilika, kiasi kwamba huyu mwanamke anakuwa hawezi hata kufanya shughuli zingine kwa wakati huo ambapo maumivu haya yamemshika. Na maumivu haya yanakuwa husiana vipi na maisha yake au afya yake ya uzazi? Kwamba kinachokuwa kinauma sio tumbo la kawaida, ni tumbo la uzazi. Sasa kwa nini inapelekea maumivu makali kiasi hicho ambacho kwa kitaalamu inaitwa secondary dysmenorrhea? Kwa kawaida ikiwa ni wakati wa period, inaweza ikaanza siku 2 kabla ya kuingia period na inamalizika angalau siku 2 baada ya period. Kwa hiyo inamchukua huyu mwanamke almost kama siku 10 hivi za kupitia kipindi kigumu sana cha maumivu makali ambayo anakuwa hawezi kabisa kufanya shughuli nyingine. Kama ni anasoma, basi kwa kipindi hicho hawezi kuendelea na masomo. Kama ni anafanya kazi, basi kwa kipindi hicho anabidi asimame kwenda kazini. Sasa hii inaitwa secondary dysmenorrhea. Kama nilivyosema, ni maumivu makali ambayo yanakuwa associated au yanakuwa yanatokana na mambo kadhaa ambayo humpata mwanamke. Na kabla niende mbali, nikwambie tu maumivu haya ya chango la uzazi au secondary dysmenorrhea inaweza ikampata
mwanamke wa umri wowote kuanzia yule ambaye ameshaanza kuingia hedhi, yaani umri wowote kuanzia miaka 10, 12, 10 na ngapi na kuendelea, hadi yule ambaye anaenda kuishia kukoma hedhi. Katika kundi hilo lote, yeyote anaweza kupatwa na hii secondary dysmenorrhea. Tofauti yake itakuwa tu nini kimepelekea, yaani mwanamke huyu anaweza akawa na secondary dysmenorrhea au tumbo la chango la uzazi, kisababishi kikawa tofauti na mwanamke B ambaye naye ana tumbo au ana maumivu ya tumbo la chango la uzazi. Kisababishi yeye kikawa ni visababishi hivi ni vipi sasa? Maumivu ya chango la uzazi au tumbo hili la chango la uzazi kama nilivyosema, linahusiana na tumbo la uzazi, yani mfumo mzima wa tumbo la uzazi, inahusisha kuanzia ovaries, fallopian tubes, uterus na mlango wa kizazi. Sasa nini kinasababisha? Majibu ni haya. Inaweza ikasababishwa na hormone, na katika kisababishi hiki inaweza ikampata mwanamke yeyote kuanzia umri wowote, ilimradi ameanza kuingia katika hedhi. Na ikiwa imesababishwa na hormone, mara nyingi hii huwa inaenda kuisha hasa pale mwanamke anapokuwa ameshika uzao wa kwanza, yaani amepata kushika ujauzito na kujifungua, ndio haya maumivu yanaenda kukoma. Hii tumbo la chango la uzazi kwa yeye itaenda kukoma. Hiyo ni kwa yule ambaye imesababishwa na hormone. Lakini kuna ambaye anaweza kupatwa na chango la uzazi au maumivu ya tumbo la chango la uzazi ambayo imesababishwa na maambukizi mbalimbali. Anaweza haya maambukizi ambayo tunaita maambukizi ya nyonga au maambukizi katika via vya uzazi, kwa maana ya PID. Na hii kama tunavyojua, PID ni matokeo ya maambukizi ya muda mrefu au maambukizi mchanganyiko. Inaweza ikawa ya fungus, inaweza ikawa bakteria, inaweza ikawa ya fungus pamoja na bakteria au vimelea wengine, inaweza ikawa virus na wengine. Lakini kisababishi kingine cha chango la uzazi au maumivu makali ya tumbo la uzazi huwa ni kitu kinachoitwa kwa kizungu polycystic ovary syndrome. Polycystic ovary syndrome ni nini? Ni vivimbe vidogo vidogo ambavyo vinakuwa katika ovaries. Sasa hizi vivimbe kwa mwanamke ambaye tayari yuko na hizi vimbe ambazo kwa kifupi huwa inafupishwa kwa kuandikwa PCOS, yani polycystic ovary syndrome. Mwanamke anayekuwa na hizi vimbe anakuwa anapatwa na maumivu makali sana ya tumbo. Nikisema makali sana, uelewe ni makali kiasi cha kutokuvumilika, yani hawezi akavumilia kutokumeza dawa, yani ni maumivu ambayo anashindwa kabisa kufanya shughuli nyingine yoyote. Lakini kisababishi kingine huwa ni vimbe za kawaida, vimbe ambazo sio polycystic. Hizi zinakuwa ni vimbe kama fibroids zile au endometriosis. Endometriosis hiyo huwa ni katika tumbo la uzazi au uterus, kuko kuna layer au kuna muscles ambazo huwa ziko kwa juu. Sasa kwa huyu mtu ambaye ana hii hali ambayo inaitwa endometriosis, zinaota muscles au layer kama ile ambayo ya kwenye tumbo la uzazi, lakini inakuwa ni nje ya tumbo la uzazi. Sasa huyu mwanamke akiwa anaingia period, kumbuka kwamba ili damu ziweze kutoka, ile layer ndani huwa ina constrict, inajikamua, na shrink. Sasa ile kitendo cha kujikamua inachofanya ile layer ya ndani ya tumbo la uzazi, ndivyo hivyo hii ambayo imeotea nje ya tumbo la uzazi itakavyofanya. Matokeo yake ni kwamba anakuwa anapata maumivu makali sana. Lakini pia kisababishi kingine huwa ni
mapungufu ya kuzaliwa, yaani kuna watu wanakuwa amezaliwa yuko na hayo mapungufu, inaweza kama mapungufu ya homoni ambazo amezaliwa nazo ziko na shida ambayo inapelekea kupata maumivu makali wakati wa period au wakati muda mwingine wa kujamiana au baada ya tendo. Hizi ndio visababishi vikubwa vya chango la uzazi. Cha kwanza tumesema ni hormone, cha pili ni maambukizi mbalimbali, cha tatu tumesema ni polycystic ovary syndrome, yani vimbe katika ile sehemu ya kutengenezea mayai, tuseme sehemu ya mayai kwa mwanamke. Lakini kisababishi kingine tunasema ni vimbe kama vile endometriosis au fibrosis na aina nyingine za vimbe maji ambazo zinaweza zikapata mwanamke. Lakini kama tuangalie, tumepata tu dalili moja ambayo imezoeleka ya maumivu makali. Je, kuna dalili zingine ambazo zinaweza zikaashiria tumbo au chango la uzazi? Jibu ni ndio. Dalili common kabisa ambayo wanawake wengi huipitia huwa ni hiyo maumivu makali ya tumbo, lakini kutokana na visababishi tofauti tofauti kama tulivyoviona, huyu mwanamke anaweza akaambatana na dalili zingine ambazo kwa ujumla wake zinakuwa zinaashiria kwamba huyu mwanamke ana chango la uzazi ambalo limesababishwa na kitu fulani. Kwa mfano, ambaye anakuwa na shida ya homoni, yeye atakuwa anapata tu maumivu ya tumbo, maumivu makali ya tumbo, hasa wakati wa period. Yani kabla ya period, yani vile anajiandaa kuingia period, wakati wa period na baada ya period. Huyu ambaye imetokana na tatizo la hormone. Lakini pia huyu atakuwa na irregular cycles, yani siku zake zinakuwa haziko katika mtiririko mzuri, mara inabadilika, mara anaingia tarehe hii, mara anaingia tarehe hii, yani hayuko na irregular cycle, kama tofauti na yule labda kwamba ana siku 28 au siku 27, siku 22 au 29 au siku 30. Yeye zinakuwa zitabadilika. Mara hii anaweza kukaa siku 25, mara hii atakaa siku 30, mara hii tofauti. Yani huyo ni ambaye ana chango la uzazi ambayo imesababishwa na hormone. Anapata maumivu ya tumbo makali, lakini pia ana shida nyingine ya irregular cycles. Lakini kwa mtu ambaye ana infection, yeye yani tumbo la chango la uzazi imesababishwa na infections, yani maambukizi mbalimbali, labda ni PID au maambukizi mengine, yeye anakuwa na maumivu makali ya tumbo kama yule wa hormone, lakini yeye kwake anakuwa anapatwa na discharge, anapatwa kutokwa na uchafu, uchafu wenye harufu kali, uchafu wa aina tofauti. Unaweza kuwa mweupe kama infection ni ya fungus, inaweza ikawa ni brown, inaweza ikawa ni yellow au greenish, inategemeana na infection anakuwa nayo ni nini. Lakini pia kwa mtu ambaye ana matatizo ya hormone pia, yani huyo ambaye amepata chango la uzazi kutokana na hormone, pia anaweza akawa anapata shida ya kushika ujauzito au kushika ujauzito na ukaharibika. Lakini pia unaweza kupata na dalili za tumbo, maumivu ya tumbo makali kabisa, lakini pia kutokwa na damu nzito kupita kiasi. Yani kuna wanawake ambao akiingia period anapata maumivu makali sana, lakini pia anatokwa na damu nzito nyeusi kabisa, na muda mwingine kama vibonge, yani kama maini vibonge vya maini vile. Sasa ukitokwa na damu kama hiyo na unapata maumivu makali, ndio kabisa kwamba hicho ulichokuwa nacho ni chango la uzazi, na hivyo inatakiwa upate dawa. Lakini pia kukosa hamu ya tendo
Unapata maumivu ya tumbo, lakini pia unakosa hamu ya tendo, au unapata maumivu makali wakati wa tendo na hata kuwa mkavu. Hii yote inaashiria kwamba wewe una chango la uzazi, kwa hivyo unafaa utafute matibabu. Na matibabu hapa kukumbusha tu kwamba usichukue maamuzi ya kutumia dawa bila kwenda kupima. Kama alivyosema, chango la uzazi linaweza ikasababishwa na visababishi tofauti. Kwa hiyo unapopima unakuwa unajua hasa nini kinachosababisha chango la uzazi kwako, na hivyo upate dawa zinazoendana na kisababishi chako. Lakini pia tatizo hili linatibika kabisa, kama alivyosema, kwa wale ambao imetokana na hormone na inaanza katika umri mdogo. Akishapata ujauzito hii hali inaondoka, lakini kwa wale ambao imetokana na infection, anapata kutibia zile infections ambazo iko nazo, yale maambukizi. Kama ni PID, atapata dawa za PID, lakini pia atapatiwa na dawa za kurekebisha hormone kama endapo ana shida ya hormone pia, na atakaa sawa. Nikombe tu kama ni mara yako ya kwanza unakutana na video zetu, usisahau kusubscribe, lakini pia ku-like, comment na kushare video hii na watu wengine wapate elimu hii muhimu kabisa. Kama una swali lolote pia usiache kuuliza, nitakujibu kwa wazi na kitaalamu kabisa.